Kuna roho wa ibilisi ambaye huwa anafanya kazi na watu. Kila roho ambayo inaweza kawa inatendeka au kila jambo ambalo linaweza kawa linatendeka katika ulimwengu huu, ni lazima kuwe na roho ambayo inaongoza jambo hilo ili litendeke katika maisha ya mtu huyo. Kwa hiyo kuna roho za namna nyingi ambazo zimewakalia watu. Tazama katika somo lililopita nilikuwa nimefundisha kwa habari ya kutenda kazi katika roho na kweli, ya kwamba Mungu ni roho, naye roho anapaswa kuabudiwa katika roho na kweli, kwa maana wale wanaomwabudu wanapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Sasa ziko roho nyingine ambazo zinafanya kazi na wanadamu, ambazo roho hizo zinaweza zikawa ni za uharibifu, yani nikiachana na Roho Mtakatifu ambaye ni Mungu, lakini kuna roho zingine ambazo ni roho za ibilisi ambazo zinafanya uharibifu kwa watu au zinawafanya watu wawe na mambo ya uharibifu. Nikiwa na maana ya kwamba kuna watu wengine unakuta ana roho ya uzinzi. Ule uzinzi si kana kwamba anaufanya tu alimradi, bali iko roho ambayo inamfanya awe mzinzi. Lakini pia unapoona mtu mwingine anapenda sana kusikiliza nyimbo za upuuzi au nyimbo za kidunia. Sasa nyimbo zile za kidunia haziko hivi hivi. Ndani yake kuna roho ambayo roho hiyo inaweza ikamuingia ikawa inampelekesha katika maisha yake. Na ndio maana unaweza ukaona mahali pengine mtu anasikiliza nyimbo ya kidunia, alafu inafika tu anacheza, anavua hadi shati. Kule kuvua shati, yani kuna roho ambayo inamsukuma mpaka awe na miemko ya namna hiyo. Lakini pia kuna nyimbo zingine ambazo hazileti utukufu mbele za Mungu. Kwa hiyo nyimbo hizo zinaambatana na roho ambayo roho hiyo ni ya uharibifu. Na roho hiyo inaweza ikampelekea mtu kuwa na tabia ambayo hatoiacha kwa sababu roho hiyo iko ndani yake. Kwa hiyo hata useme nini, unaweza ukakuta hawezi kukiacha. Kuna mtu mmoja akawa amenipigia simu, tunazungumza, anasema ya kwamba sipendi kuvaa nguo fupi, sipendi kuwa jinsi nilivyo, sipendi kujiposti mtandaoni na manyimbo ya ovyo. Lakini unakuta nimeomba toba kwa muda mfupi, alafu baada ya hapo ile roho inanirejea tena. Roho tena ya tamaa, yani najikuta ninatamani tena kuposti mtandaoni kitu ambacho aidha kinanifurahisha mimi au kitawafurahisha wengine, lakini unaweza kukuta hakileti utukufu mbele za Mungu. Kwa hiyo lile jambo linakuwa halipo tu katika uweza wa kibinadamu. Mwanadamu hawezi mwenyewe akaishinda ile roho, iwe roho ya matusi, iwe roho ya masengenyo, hawezi akaishinda mwenyewe. Ni lazima kuwe na nguvu nyingine iweze kutenda kazi juu yake. Kwa hiyo roho hizo zipo na zinatawala, na muda mwingine zinaweza zikakutazamisha wema fulani, ukaona ya kwamba wewe utafaidi kupitia kitu unachokifanya, lakini kumbe roho hiyo lengo lake ni kukuangamiza. Mtu mwingine unaweza kukuta ni wa mambo ya ajabu sana, yani vitu vyake anavyovifanya hata watu wengine wanavistajabia, hata wenzie tu wanavistajabia. Si kana kwamba anavifanya kwa uweza wake, bali anafanya kwa sababu iko roho ya ibilisi ndani yake inafanya uharibifu. Lakini roho hiyo unapompokea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, alafu ukamaanisha katika kumtumikia na ukawa umesimama katika misingi ambayo inatakiwa, una uwezekano wa kuishinda roho hiyo. Lakini pasina hivyo utaona ya kwamba ina maana na uendelee nayo. Kwa hiyo tutaenda kusoma maneno ya Mungu kwa ufupi katika Wakorinto wa pili sura ile ya 11. Tutaanzia mstari ule wa 14, ambapo Wakorinto wa pili sura ya 11 mstari wa 14, Biblia inasema, wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Basi si neno kubwa watumishi wake nao wakijigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki, ambao mwisho wao utakuwa sawasawa na kazi zao. Kwa hiyo muda mwingine unaweza kukuta watu wa nyakati hizi za sasa, nyimbo zao ni kama nyimbo zilizo za dini, lakini kumbe katika nyimbo hizo hakuna roho wa Mungu. Kwa hiyo kuna roho mwingine wa ibilisi anayetenda kazi juu yao. Naweza ukakuta ni nyimbo ya dini lakini watu wamevaa suruali. Unaweza kukuta ni nyimbo ya dini lakini watu wanakata mauno. Unaweza kukuta ni nyimbo ya dini lakini watu mure hawana utukufu wote ambao unamdhihirisha Mungu. Kwa hiyo katika vitu kama hivyo vinakuja kudhihirisha ya kwamba kumbe yupo roho ambaye anaweza akatenda kazi na wanadamu, ambaye ataonekana kuwa ni roho wa Mungu, lakini kumbe ni roho wa ibilisi.
Yote ni kwa sababu roho huyo kazi zake huwa zinathibitika mwishoni. Kwa hiyo unapomtazamisha mtu kwa wakati huo, anaweza akawa anapinga kile unachokisema. Yote ni kwa sababu roho huyo anaonekana kuwa ni roho wa nuru, lakini mtu mwingine ambaye ana Mungu wa kweli anatambua ya kwamba ndani ya roho huyu kuna uharibifu. Lakini watu hao ukiwashirikisha na kuambia, wanaona kana kwamba umepitwa na wakati. Watu wengine wanaweza wakakukejeli na kukufezeesha. Watu wengine wanaweza wakakutangaza kwa ubaya. Yote ni kwa sababu yule roho amejitazamisha kwao kwamba atawafanikisha. Tazama hata waimbaji wa injili wa nyakati hizi, nyimbo zao za mwanzo zilikuwa zina utukufu mbele za Mungu, lakini unakuta wakati huu wa sasa nyimbo wanazoziimba wameziketisha sana katika kuwafurahisha watu, wameziketisha sana katika kufanya watu wacheze na kuruka, lakini nyimbo nyingi hazimpi utukufu Mungu. Step nyingi wanazozicheza hazimpi utukufu Mungu. Yote ni kwa sababu roho wa ibilisi anatenda kazi juu yao. Kwa hiyo tuwe makini sana katika vitu na mambo tunayoyafanya. Mambo mengi tunayoyafanya katika ulimwengu huu yako na roho ambayo inapelekesha. Kama wewe unaona ni mzinzi, jua ya kwamba haupo uzinzi wenyewe, bali kuna roho ya uzinzi iliyo ndani yako, ambayo hautaacha uzinzi bila roho hiyo kuitoa. Kwa mfano, wewe ni mtu wa matusi, wa kejeli, wafezeesha, unawafezeesha watu wengine, unawakosesha raha watu wengine. Hiyo sio kana kwamba ni wewe tu ambaye uko nayo ndani, lakini ni roho ambaye yuko ndani. Si hicho tu ambacho kinaonekana mbele za watu, bali jua ya kwamba ndani yake kuna roho ambaye anatenda kazi ya uharibifu juu yako. Kitu chochote ambacho kinatendeka kinyume na Mungu kina roho wake anayemuongoza, lakini kitu chochote kinachotendeka kinachompendeza Mungu kina roho wa Mungu ndani yake ambaye anakifanya kiwako. Kwa hiyo Mungu akubariki sana na akupe kuitambua roho hiyo. Unaposhindwa kuiondoa roho hiyo juu yako, basi wapigie watumishi wa Mungu au wasiliana na mtu wa Mungu ambaye unaona ya kwamba anamjua Mungu katika roho na kweli na anamtafuta Mungu kweli kweli, afanye maombi juu yako kwa ajili ya kukiondoa kitu hicho. Kwa mawasiliano mimi namba yangu ya simu ni 06-121-749-74. Kwa hiyo utakapokuwa una uhitaji zaidi wa maombezi juu ya roho ambayo inaweza ikawa iko juu yako, unaona kabisa sio kawaida, lakini unashindwa kuiacha, basi ni vema zaidi uwasiliane na watu wa Mungu wapate kuiondoa roho hiyo, kwa maana wanajua ni jinsi gani ambavyo inaweza ikawa inakutesa na kukusumbua kwenye maisha yako. Mungu akubariki sana.